Amen. Bwana sifiwe. Our time is far much gone, but we'll do that what God wanted us to do today. Bwana sifiwe sana, muda wetu umesonga, lakini tutafanya kile Bwana anataka tufanye. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Are you there? Amen. Je, mpo? Thank you for making time to come. Asante kwa kuwa na wakati wa kuja. Being in the presence of the Lord is not wastage of time. Kuwa katika uwepo wa Bwana sio kupoteza wakati. The Bible says that one day in his presence is better than 1000 days. Nasema siku moja mbele za Bwana inashinda hata kuwa na siku nyingi ama 1000 mahali pengine. So the moment that will be here, kwa hivyo kwa wakati ambapo utakuwa hapa, will be of great help in your life. Utakuwa ni wakati wa muhimu katika maisha yako. And your life will never be the same. Na maisha yako hayatakuwa vile tena. I say your life will never be the same again. Nasema maisha yako hayatakuwa vile tena. Because you have come because God had appointment with you. Kwa sababu umekuja kwa sababu Mungu alikuwa na haja na wewe. And you have obeyed the appointment of God. Na umetii haja ya Mungu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. I want to assure somebody that today you are in for a miracle. Ningependa kukuhakikishia kwamba leo uko hapa kwa muujiza. You are in for a great miracle today. Yaani umekuja ili upate muujiza wako. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. So I want us to go straight to the word of God. Ningependa tusonge katika neno la Mungu sasa. From where I left on Sunday, toka mahali mchungaji aliachia Jumapili iliyopita, I was speaking about walking in light. Mchungaji alikuwa anaongea juu ya kutembea katika mwanga. And today, na siku ya leo, I want to continue from there. Angependa kuendelea kutokea hapo. And I've entitled the message of today, na kichwa cha somo la leo is that there is a way out of your darkness. Kuna njia ya kutoka katika giza. There is a way out of your darkness. Kuna njia ya wewe kutoka katika giza lako. Somebody shout a big amen. Mtu aseme amina. In whatever darkness you are facing today, katika giza lolote ambalo upo leo, be it financial darkness, hata iwe ni giza ya kifedha, be it spiritual darkness, hata hiyo iwe ni giza ya kiroho, there is a way out today. Kuna njia ya kutoka leo. God is making a way for you. Mungu anakutengenezea njia. You cannot continue being in darkness. Huwezi kuendelea kukaa katika giza. Because already God is making a way for you. Kwa sababu Mungu anatengeneza njia kwa sababu yako. We understand there is nothing good that can be done in darkness. Tunaelewa ya kwamba hakuna chochote kizuri kinaweza kufanyika katika giza. And that is why Jesus Christ presented himself as a light of the world. Ndio sababu Yesu alijitoa kwamba yeye ndio mwanga wa ulimwengu. Because the whole world was full of darkness. Kwa sababu ulimwengu wote ulikuwa umejaa giza. And we were people who were to be judged because of that darkness. Na sisi tulikuwa watu ambao wako chini ya hukumu kwa sababu ya giza. But Jesus Christ presented himself as a light of the world. Lakini Yesu alijitoa kuwa mwanga wa ulimwengu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. I want us to go straight to the book of Isaiah chapter number 9 and verses 2. Twende katika Isaiah 9 mstari wa pili. Mstari wa 10. Isaiah 9 mstari wake pili. Wa pili. Yes. Mstari wake wa pili. Isaiah 9 verses 9. Isaiah 9 mstari wa pili. Wewe tuko wapi anayerusha? Okay, amerusha. Iko pale. 9:2. Isaiah. You are somewhere else. Isaiah 9:2. Thank you. And if you can work on that background, it will help me. Asante. The people who walked in darkness, watu waliotembea katika giza, have seen a great light. Mwisho wameona mwanga mkuu. Those who dwelt in the land of the shadow of
death. Wale waliokaa chini ya uvuli wa mauti, Upon them a light has shined. juu yao mwanga umeangaa. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. The Bible speaking said Biblia inasema hivi, that there are a group of people kwamba kulikuwa na kikundi cha watu who sit in darkness. ambao walikuwa wameketi katika giza. Allow me to use my Bible here. Mchungaji anatumia Biblia yake pale. I don't want to be disappointed because of that screen. Please allow me to use mine. Isaiah chapter 9 and verses 2. Thank you. The people who walk in darkness have seen a great light. Watu waliotembea katika giza mwisho wameona mwanga mkuu. So there is a group of people who used to walk in darkness. Kuna kikundi cha watu ambao walikuwa wanatembea katika giza. And we fell in that category of people. Na sisi tuko katika hali ya watu wa aina ile. We used to walk in darkness. Tulikuwa tukitembea katika giza, Not knowing where we are going. bila ya kujua mahali ambapo tulikuwa tunaelekea. Because brightness had taken over our Kwa lives. sababu upofu ulikuwa umekithiri, umechukua nafasi. And those who dwelt in the land of shadow of death, Na wale waliokuwa katika chini nchi ya uvuli wa we giza, were also in that category. hata pia na sisi tulikuwa katika hali hiyo, Because we were under condemnation. kwa sababu tulikuwa chini ya hukumu, We were under condemnation. tulikuwa tumehukumiwa. So already death was waiting for us. Eternal death was waiting for us. Kwa hivyo kifo cha milele kilikuwa kinatungojea. Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana libarikiwe. And in that time, Na wakati huo the Bible says Biblia inasema that light ya kwamba mwanga has shined upon us. umeangaa juu We yetu. are no longer under condemnation. Hatuko chini ya hukumu tena, We are no longer under judgment. hatuko chini ya hukumu tena, Because finally Jesus has presented himself as a light of the kwa world. sababu mwishowe Yesu amejitolea kuwa mwanga wa ulimwengu. Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana libarikiwe. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Now, if you read the book of Psalms 102 Unaposoma Zaburi 102 and verses 19, na mstari wake wa 19, the Bible is speaking about another category of people. Biblia inaongea juu ya kikundi kingine cha watu, A group of people whereby the death is screaming them. kikundi ambacho kifo kilikuwa kinawadai. Amen. Amen. Are you there? Or yet? Not yet. Psalms 102, Zaburi 19. 102. For he looked down from the height of his sanctuary. From heaven the Lord viewed the earth. Continue. Amen. To hear the groaning of the prisoner, to release those appointed to death. So we were appointed to death in one time. Kwa hivyo sisi tulikuwa tumehukumiwa kufa. We were appointed to death. Sisi tulikuwa wale wa kufa. But God viewed. Lakini Mungu akatazama kutoka juu. He looked from heaven. Akaangalia kutoka mbinguni. He looked from the seat of throne. Akaangalia akiwa katika kiti cha enzi. And his eyes got your attention. Na macho yake yakakuona wewe. His eyes got your attention. Na macho yake yakakuona wewe. And he knew that you are appointed to death. Na akajua ya kwamba wewe umehukumiwa kufa. And he had the groaning of prisoner. Na akasikia kilio cha uchungu kutoka kwako. He had your groaning. Alisikia kilio cha uchungu. Number one, you are in a prison. Kwanza, namba moja, ulikuwa uko katika kifungo. And that prison was full of darkness. Na katika hicho kifungo au gereza kilikuwa imejaa giza. And in that state you are groaning. Na katika hali hiyo ulikuwa unalia kwa uchungu. So the Bible says that God heard your groaning from heaven. Kwa Biblia inasema kwamba Mungu alisikia kilio chako cha uchungu. And he knew that you are appointed to death. Na alijua ya kwamba wewe umechaguliwa kuangamia makufa. And God had to do something. Kwa hivyo Mungu ilimbidi afanye jambo. He had to do something. Ilimbidi afanye jambo. Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana libarikiwe.
Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana He had libarikiwe. to do something. Ilimbidi afanye kitu. What did he do? Ni nini alichofanya? Isaiah chapter 9 and verse 6. Isaia 9 mstari wa 6. Isaiah 9 verse 6. Isaia 9 mstari wa This 6. is what he did. Hivi ndivyo alifanya. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Go back to the scripture. Now, what he did Ni nini alichofanya? when he had you groaning Wakati aliposikia kilio cha uchungu because of your sins, kwa sababu ya dhambi zako, because of your sins and the iniquities, na kwa sababu ya dhambi zako na he looked and saw you in prison. The prison was full of darkness. He had to do something. aliangalia akakuona uko katika gereza ama kifungo, na kifungo hicho kimejaa giza. And heaven had to respond to you. Kwa hivyo ilibidi mbingu ijibu. Amen. Amen. Mbingu lazima ijibu kilio chako na manunguniko na machozi yako. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana When libarikiwe. God saw you, Kwa hivyo Mungu alipokuona, the Bible says, Biblia inasema for unto us a child is born, unto us a son is given. kwamba kwetu mtoto amezaliwa na kwetu tumepatiwa mtoto wa kiume. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. That is how God values you. Hivyo ndivyo Mungu anakuona wewe wa dhamana, That Jesus was to be born. kwamba Yesu ilimbidi azaliwe. I know we are in the season of Christmas, Najua tuko katika hali na shamra za Krismasi, but I also want you to celebrate this Christmas with revelation and with understanding. na ningependa usherekee hii Krismasi kwa kufahamu na kuelewa na ufunuo. Hallelujah. Haleluya! Do not just celebrate for the sake of celebrating. Usisherekee tu kwa sababu ya kusherekea. Know that you were once in darkness and today and wonderful light has shined upon your life. Jua kwamba hapo mwanzo ulikuwa katika giza, lakini leo hii uko katika mwanga mkuu. So the Bible says that unto us a child is born, Kwa hivyo Biblia inasema kwamba kwetu sisi mtoto amezaliwa, and that son has been given unto us. na huyo mtoto amepewa kwetu. Now it is upon you, my brother, my sister. Kwa hivyo ni juu yako, ndugu yangu, dada yangu, Because once a child is given unto you, kwa sababu baada ya mtoto kupewa you kwako, can do with it whatever you want to do with it. unaweza kufanya chochote unachotaka na huyo You mtoto. can choose to ignore him. Unaweza kuchagua kumpuuza, You can choose to kill him. unaweza kuchagua kumuua, You can choose to sell him like Judas Iscariot. unaweza kuchagua kumuuza But kama Judas Iscariot. Lakini the good thing is a child is born and a child is given unto us. jambo la muhimu ni kwamba mtoto amezaliwa na mtoto amepewa kwetu. My question is today, Swali langu ni are hili: you going to kill him during this holiday? je, utamuua katika sherehe hizi Are za you going Krismasi? to ignore him during this Christmas holiday? Je, utampuuza katika hali ya Krismasi hii? Are you choosing him to be your personal savior? Je, utamchagua kwamba ndio mwokozi wa maisha yako? A child is born unto us, Mtoto amezaliwa kwetu and the son is given to us. na mtoto wa kiume amepeanwa kwetu. Treat him the way you want to treat him. Mtendee jinsi unavyotaka kumtendea. Hallelujah. Haleluya! Treat him the way you want to treat him. Mtendee jinsi unavyotaka kumtendea. This is a unique child. Huyu ni mtoto wa kipekee, This is not an ordinary child. si mtoto wa kawaida. Why am I saying this? Mbona nasema hivi? It is because Ni kwa sababu the government will be upon his shoulder. serikali iko juu ya mabega yake. Am I communicating? Je, This ninawasiliana nanyi? child carries government upon his shoulder. Huyu mtoto anabeba
serikali au ukuu wa nchi kwa mabega yake. And his name Na jina lake is called Wonderful Counselor. anaitwa ni mshauri wa ajabu. Wonderful Counselor. Anaitwa ni mshauri wa ajabu. This is a unique child. Huyu ni mtoto wa Do kipekee. not reject him. Usimpuuze, Do not fight him. usimpige vita, Do not exchange him with material things. usimbadilishe na mali ya dunia. Hallelujah. Haleluya, haleluya. He carries a lot of value in your life. Anabeba umuhimu wa ajabu kwa maisha yako. He carries the government Anabeba serikali upon his shoulder. katika mabega yake. This government is not for 5-year cycle. Hii serikali sio ya ule muda wa miaka 5 kama vile tunavyofanya hapa Kenya. It's an everlasting government. Hii ni serikali inayodumu. So we cannot change the government. Kwa hivyo hatuwezi tukabadilisha hii serikali. He forever carried it on his shoulder. Hii serikali ni ya kudumu na anaibeba katika mabega yake. Wonderful Counselor. Ni mshauri wa ajabu. Mighty God. Mungu mwenye nguvu. Everlasting Father. Baba wa milele. We have already been told. Tumekwisha kuelezewa What kind of a child is this? ni aina gani ya mtoto tumepewa. The Bible is explaining to us. Biblia inatufafanulia. You can reject him at your own peril. Unaweza ukamkataa kwa kuangamia kwako. But whatever you are rejecting, Lakini chochote unachokataa, bear in mind that he is a mighty God. iweni na mawazo ya kwamba ni Mungu mkuu. He is the everlasting Father. Yeye ni Baba wa milele. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana I libarikiwe. say blessed be the name of the Sema jina la Lord. Bwana libarikiwe. Now this child, Kwa hivyo huyu mtoto after he was born, baada ya kuzaliwa he's coming to us amekuja kwetu and he is introducing himself to us. na anajielezea ama kujitambulisha kwetu. Remember the birth of Jesus Christ. Kumbuka kuzaliwa kwa Yesu. The announcement of his birth was done in the book of Isaiah chapter number 9. Matangazo yake yalifanywa katika Isaia 9. Now the announcement of his birth Matangazo yake ya kuzaliwa was done many years before his birth. yalifanywa miaka mingi sana kabla ya kuzaliwa kwake. Am I communicating? Je, tunawasiliana? Now after he was born, Lakini baada ya kuzaliwa, because this one I'll speak it on Sunday, don't miss on Sunday. hii Jumapili ambayo inakuja tutaongea juu ya hii. Now after he was born, Baada ya kuzaliwa, he is introducing himself to us. anajielezea ama anajitambulisha kwetu. He is introducing to us as a light to the world. Anajitambulisha kwetu kwamba yeye ni mwanga wa ulimwengu. Because the world was full of darkness. Kwa sababu dunia ilikuwa imejaa giza. The world was full of sin. Dunia ilikuwa imejaa dhambi. Now Jesus is coming. Lakini Yesu sasa anakuja. Whatever was prophesied in the book of Isaiah, Chochote kilichotabiriwa katika kitabu cha Isaia, it is coming to be manifested in the New Testament. sasa utabiri unakuja kutokea. That one I speak it on Sunday. Na hayo tutaongea siku ya Jumapili inayokuja. But for now, Lakini kwa sasa go to John chapter 8 and verses 12. twende katika Yohana 8 mstari wa 12. Let us hear this child what he is telling, what he is saying unto us. Na tusikie huyu mwana anasema nini kwetu. Amen. Yes, Now amen. this is after the birth and the child has grown up, and now he's presenting himself. Actually, he's speaking in the temple, and he's saying this. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Amen. Now Jesus is introducing himself. Jesus is introducing himself. This time now he's saying that I am the light of the world.
Yesu anajitambulisha kwetu, anasema mimi ndio mwanga wa ulimwengu. Turn to your neighbor. Ongea na jirani yako. So quiet. Tell him my name. Menyamaza sana, mwambie kitu. There is a way. Kuna njia Out of your darkness. ya kutoka katika giza ulioko ndani. I know he's not listening, but tell him again. Najua hakusikizi, lakini mwambie tena. Mwambie tena. There is a way out of your darkness. Kuna njia ya kutoka katika hilo giza. Now Jesus is introducing himself. Yesu anajitambulisha hapa. He is saying, Anasema, I am the one who was prophesied. mimi ndio yule niliyetabiriwa. I am the one who was prophesied. Ni mimi niliyetabiriwa. I am the light of the world. Mimi ndio mwanga wa ulimwengu. He who follows me shall not walk in darkness. Yeye anayenifuata hata tembea katika giza. Because already he is light. Kwa sababu Yesu ni mwanga. Once you choose to walk in this light, Unapochagua kutembea katika huu mwanga, you cannot stumble. hauwezi ukajikwaa. You cannot fall down. Hauwezi ukaanguka. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light. Yule anayenifuata hawezi kutembea katika giza, lakini atakuwa na mwanga wa maisha. You cannot allow yourself to walk in darkness again. Huwezi ukajiruhusu tena kutembea katika giza. You cannot allow yourself to walk in sin again. Usiruhusu tena wewe mwenyewe kutembea katika dhambi. Because already Jesus Christ has given himself as a light. Kwa sababu Yesu amejitoa kama mwanga. Somebody say amen. Tuseme amina. Continue. Tuendelee. The Pharisees therefore said to him, you bear witness of yourself. Your witness is not true. Now, kuna watu ambao wanapinga injili. They are called opposers of the good news. Kuna watu wanaopinga injili. And they are saying, they are telling Jesus, Na wanasema, wanamwambia Yesu, you cannot call yourself light. huwezi ukajiita mwanga. Your testimony is not true. Huo ushuhuda wako si kweli. Only Jesus Christ is introducing himself as the light of the world. Yesu anajitambulisha kama ndiye mwanga wa ulimwengu. Only a child has been given unto you. Mtoto amepeanwa kwetu. But the Pharisees, Lakini Mafarisayo rejecting the same wanakataa huyu mtoto. The Pharisees are saying, Mafarisayo wanasema, we have nothing to do with this child. hatuna chochote cha kufanya na wewe. We have nothing to do with the light. Hatuna chochote cha kufanya na mwanga. The Pharisees decided to reject him. Kwa hivyo Mafarisayo waliamua kumkataa. Do not be among the Pharisees. Usiwe kati ya I Mafarisayo. said do not be among the Pharisees. Nasema usiwe kati ya Mafarisayo. They decided to kill the child. Waliamua hata kumuua mtoto. They decided to reject him. Waliamua kumpuuza na kumkataa. The Bible says, Biblia inasema, it did not end there. haikufikia hapo tu. In another occasion, Kwa wakati mwingine, the book of John chapter 35, katika kitabu cha Yohana 35, Jesus is introducing himself again. Yesu anajitambulisha tena That I am still the one who was prophesied in the book of Isaiah. kwamba ni mimi tu niliyetabiriwa katika kitabu ama chuo cha Isaia. John chapter 8 and verses, John chapter 12, Yohana verses 35. 12 mstari wa John 35. 12:35. Yohana 12 mstari wake wa He 35. is insisting, Anasisitiza, I am the light. mimi ndo mwanga. You cannot stumble as long as you are walking in me. Huwezi ukajikwaa unapotembea na mimi. Look at this. Tuangalie hiyo. Then Jesus said to them, a little while longer the light is with you. To continue, you walk while you have the light. Let darkness overtake you. He who walks in darkness does not know where he is going. Ni yule anayetembea katika giza, hajui mahali anapoelekea. He's saying, a little while, Kitambo kidogo, the light
is with you. Walk with the light as long as I am with you. Mwanga uko pamoja na wewe. Walk while you have the light. Tembea wakati uko na mwanga. Lest the darkness will overtake you. Ili giza lisije likaenda mbele yako. He's saying, anasema hivi, anything apart from me, chochote mbali nami, becomes darkness. Inakuwa giza. Anything outside me, chochote ambacho ni nje yangu, in simple word it is called sin. Sin. Kwa maneno mengine ni dhambi. Anything that is out and away from me, chochote ambacho kiko mbali na mimi, anything that I am not associated with, chochote ambacho Yesu hashirikiani nacho, it is called darkness, it is called sin. Inaitwa giza na pia inaitwa dhambi. So he's saying, kwa hivyo anasema, walk while you have the light, let darkness overtake you. He who walks in darkness does not know where he's going. Sema, tembea maadamu ungali na mwanga, ili giza lisiende mbele yako. He who walks in darkness, yule ambaye anatembea katika giza, does not know where he's going. Hajui anapoelekea. You know, the Bible says that there are things that looks good in the eyes of men. Biblia inasema kuna mambo yanayoonekana ni sawa kwa macho ya mwanadamu. That there are ways that look so pleasing in the eyes of men. Kuna njia zinazoonekana za kuvutia macho sana. There are behaviors that look so good in the eyes of men. Kuna tabia za aina fulani zinavutia macho ya mwanadamu. And unfortunately we are naming sin to be, to look like they are good things. Kwa bahati mbaya sisi tunajaribu kubadilisha dhambi na kuifanya kuonekana kama nzuri. And we are giving them good names. Na hata tunaipatia majina mazuri. And especially in Kenya. Na haswa katika nchi yetu ya Kenya. A thief in Kenya is not called a thief. Mwizi katika nchi ya Kenya haitwi mwizi. We call them corrupt. Tunawaita wafisadi. Blessed be the name of the Lord. We give them nice names. Tunawapatia majina mazuri. This man is not a thief. He is a corrupt man. Huyu mtu si mwizi, ni mfisadi tu. Kwa nini nimekosea mtu? Bwana asifiwe sana. So we cover the sin to look like it is a good thing. Tunapenda kufunika dhambi na kuifanya na kana kwamba ni kitu kinakubalika. Those people who are having affairs with other, with the opposite sex. Kuna watu ambao wanapenda kutembea katika hali ya kushirikiana kimwili na wake za wengine au waume wa wengine. Or in a simple word, adulterers. Washerati. Yes. Sasa wewe umesema yote. You see now. They do not want to hear the name washerati. Hawataki kusikia neno washerati. Because it sounds bad. Kwa sababu inaudhi. So for it to look like it is a good thing, we say they are having an affair. Kwa kutaka kuifanya ionekane ni kitu kizuri kinachokubalika, tunasema ni uhusiano tu wako nao. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. So we cover the sins. Tunapenda kufunika dhambi. We do not want to expose them. Hatutaki kuianika. The sin we do not want to call them sin. We say it is an affair, it is a collapse, those things. Dhambi hatutaki kuiita dhambi, lakini tunasema ni uhusiano tu wako nao. So there are ways that seem right in the eyes of men. Kuna njia zinazoonekana sambamba na sawa kwa macho ya mwanadamu. And even in this Christmas holiday, there are things that seem right in your eyes. Hata katika msimu huu wa Krismasi kuna vitu vinavyoonekana ni sawa tu machoni pako.
people are going to explore some of the things that they have been waiting to have an experience. Na wengi katika msimu huu wataenda kufanya majaribio katika vitu hivi ambavyo wanaona ni sawa. Things that look good. Vitu ambavyo vinaonekana vizuri. In that process, na katika hali hiyo, you end up being like Pharisees who said your testimony is not true. Unaelekea kuwa kama Mafarisayo waliosema kwamba ushuhuda wako si kweli. So the Bible says that a person walking in darkness does not know where he's going. Kwa Biblia inasema kwamba mtu anayetembea katika giza hajui anakoelekea. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Continue verses 36. Tuendelee mstari wa 36. Verses 36. This he said, okay. While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light. These things Jesus spoke and departed and was hidden from them. Now he's saying, while you have the light, anasema maadamu ungali na mwanga, walk in the light. Tembea katika huo mwanga. Walk in the light. Tembea katika huo mwanga. And not only walking in the light, lakini sio tu kutembea katika mwanga. Believe also in the light. Amini katika huo mwanga. Believe in this Jesus. Kuwa na imani katika huyu Yesu. Not only walking, sio tu kutembea, but also believing. Lakini pia ni kuwa na imani. So that you may become sons of light. Ili uwe ni mwana wa mwanga. So you walk in light. Kwa hivyo tembea katika mwanga. Believe in light. Amini katika huo mwanga. You become sons of light. Hivyo basi utakuwa mwana wa mwanga. Am I helping somebody? Je, mtu anaelewa hiyo? You walk in light. Unatembea katika mwanga. Believe in light. Unaamini katika huo mwanga. You become the son of light. Alafu unakuwa mwana wa mwanga. Once you become a son of light, unapokuwa mwana wa mwanga, you'll never walk in darkness. Hautawahi kutembea katika giza. Turn to your neighbor again. Turn to your neighbor again. Geukie jirani yako. Remind him. Mkumbushe. He may not be in a good mood, but just remind him that my neighbor. Mkumbushe jirani hata kama hana tabasamu. Kuna njia ya kutoka katika giza. There is a way out of your darkness. Kuna njia ya kutoka katika giza lako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Now, sasa, as I conclude, napomalizia, I want to show you something what this light did to us. Nataka kuonyesha jambo ambalo huu mwanga ulifanya kwetu. Because of the time. Kwa sababu ya muda. Colossians chapter 1 and verses 13. Wakolosai 1 mstari wa 13. There is a way out of your darkness. Kuna njia ya kutoka katika giza lako. Walk in this light. Tembea katika huu mwanga. Believe in this light. Amini katika huu mwanga. You become son of the light. Na utakuwa mzaliwa wa mwanga. You never lose your way. Hautapoteza njia yako tena. Colossians chapter 1 and verses 13. Wakolosai 1:13. This light, huu mwanga, he has delivered us from the power of darkness. Ametukomboa kutoka katika nguvu za giza. And conveyed us into the kingdom, the son of his love. Na katuleta katika ufalme wa mwanawe. This light, huu mwanga, huu mwanga has delivered us. Umetutoa from the powers of darkness. Kutoka kwa nguvu za giza. That is the work of light. Hiyo ndiyo kazi ya mwanga. Taking you out of darkness. Kukutoa ndani ya giza. The Bible says in John, is it John chapter number 1? Yohana 1 Biblia inasema that the light shines in the darkness. Kwa mwanga unaangaa katika giza. And the darkness did not comprehend. Na kwa giza halikuufahamu mwanga. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Where the darkness is. Kwa hivyo mahali ambapo kuna giza, in the introduction of light, wakati mwanga unaingia, darkness must give way. Giza lazima litoweke. Now the Bible says, kwa Biblia inasema, this light, huu mwanga, has delivered us from the power of darkness. Umetitoa katika nguvu za giza. In the days of your ignorance,
katika nyakati zako za kutofahamu, the light appeared. Mwanga ulitokea. In the days of your ignorance, Katika siku zako za ujinga, the light appeared. mwanga ulitokea. In the days of your iniquities, Katika nyakati zako za dhambi, the light appeared. mwanga ulitokea. Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana libarikiwe. In the times where the devil had put you in prison, Katika nyakati ambapo shetani alikuwa amekuweka gerezani, the prison could not hold you because already the light came and gereza halingekushikilia kwa sababu mwanga ulikuja. Blessed be the name of Jesus Jina la Bwana Christ. libarikiwe. So the Bible says after he delivered us from the darkness, Biblia inasema baada ya kututoa katika giza, he conveyed us. akatuleta. He conveyed us. Akatuleta. Where did he brought us? Alituleta Where did wapi? he bring us? Alituleta wapi? To the kingdom of the Son of his love. Kwa ufalme wa Upendo wa mwana. upendo wa mwana. Asante mchungaji. So he conveyed us. Kwa akatuleta. He said, Akasema, my son, mwanangu, my daughter, mwanangu, you cannot continue operating in darkness. huwezi kuendelea kukaa katika giza. You cannot remain in this prison. Huwezi kubakia katika hii. There is a way out of your darkness. Kuna njia ya kutokea. So I am conveying you. Kwa hivyo I ninakuleta. am bringing you to another kingdom. Ninakuleta kwa ufalme mwingine. Are we communicating? Je, The tunawasiliana? Bible says in Isaiah chapter number 9 and verse 6. Biblia inasema katika Isaya 9 mstari wa 6. Is it where we learned? 9 mstari wa 6. Amen. Amen. That the kingdom, the government will be upon his shoulder. Kwamba serikali itakuwa juu ya mabega yake. So when the light came in our life, Kwa hivyo wakati mwanga ulikuja kwa he maisha is yetu, taking us to the kingdom where he belongs. anatupeleka, huu mwanga unatupeleka katika ufalme ambao ni wa Yesu Kristo. That is where you are. Hapo ndipo ulipo. That is where you belong. Hapo ndipo mahali pako. Today, Siku ya leo, do not allow any other voice. usikubalie sauti zingine. Any other voice, the voices of Pharisees, Sauti za Mafarisayo that will tell you that this is not the right time. ambao watakwambia kwamba huu sio wakati unaofaa. Those of us who are watching us today, Wale ambao wanatutazama siku ya leo, whenever you are watching us, kutoka popote pale unatutazamia, this is your time. hii ni siku yako na wakati Cannot wako. continue operating in darkness. Huwezi kuendelea kukaa katika giza. Jesus is the light of the world. Yesu ni mwanga wa ulimwengu. He's gonna deliver you from that darkness Atakutoa katika hilo giza and bring you to a place where you belong. na kulete mahali ambapo wewe unastahili kuwa. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Amen. I say blessed be the name of Jina la Jesus Bwana Christ. libarikiwe. John Yohana chapter 3 and verses 19. Yohana 3:19. Yohana 3 Believe this one will be our last mstari wa our 19. last reading. John 3:19. Yohana 3:19. We are speaking about the light of the world. Tunazungumzia mwanga wa ulimwengu. And this is the condemnation, that the light has come into the world. And men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. This is where the problem is. Hapa ndipo kuna tatizo. Men loved darkness more than light. Wanadamu walipenda giza kuliko mwanga. They can spend their money. They can spend their wealth Wanaweza kutumia fedha na mali zao for the things of darkness. kwa mambo ya giza. They can support anything evil. Wanaweza wakatoa fedha na mali kwa kuhuisha kitu ambacho ni cha giza. That is where the problem is.
hapo ndipo kuna tatizo. I want to challenge you today. Ningependa kukushawishi leo. If today I will give you a free t-shirt and a free cap. Ikiwa leo ningekupatia t-shirt ya bure, si ya kununua, na nikupe pia kofia, I believe that after you leave this gate, ninaamini unapotoka katika lango lile, you'll go and keep it in your house. Utaenda na uviweke katika nyumba yako. I know very few will wear those t-shirts tomorrow Monday, walking around Kitengela written, Jesus loves you. Najua si wengi watakaotumia ile kofia na ile t-shirt kutembea katika mji huu wa Kitengela na ikiwa imeandikwa ujumbe nampenda Yesu. Very few people will go with it in your place of work. Wachache sana watavalia hayo mavazi na waende kazini nayo. And I gave you free. Lakini umepewa bure. But somebody will go in a shop. Lakini mtu atakwenda kwenye duka. Will buy a t-shirt. Atanunua t-shirt. A very expensive one. T-shirt ambayo ina gharama kubwa. Written the red devil. Na imeandikwa shetani ambaye shetani mwekundu. In those t-shirts. Praise the name of the Lord. Written the red devil. Je, umeona t-shirt za aina hiyo? Walking around town Kitengela and you bought it. Umenunua na unatembea nayo bila kuwa na wasiwasi. But the one written Jesus loves you. Lakini ambayo imeandikwa Yesu anakupenda. You are even ashamed of it. You are ashamed of that. Hata unakuwa na aibu ya kuivaa. Because the Bible says, kwa sababu Biblia inasema that the world and men loved darkness, kwamba watu walipenda giza rather than light, kuliko mwanga. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Amen. Amen. And many people do not want to associate themselves with the light. Na watu wengi hawapendi kujihusisha na mwanga. If you say praise the Lord in your place of work, kila mtu anakuangalia, hata wewe namna gani? What kind of salaams ni hizo? Bwana siwe sana. Have you ever been in a matatu imejaa, alafu unatoa simu unasema Bwana Yesu asifiwe? Mnaendelea namna gani? Kila matatu watu wana hayo wa leo. Huyu ni nani? Bwana siwe sana. Because they were not expecting. Kwa sababu hawalikuwa wanatarajia mwanga. Kwa sababu dunia imependa uovu kuliko mwangaza. Yes. That is where the problem is. And the Bible says, and this is the condemnation. Na Biblia inasema kwamba huu ndio hukumu. Hii ndio hukumu. I pray today. Naomba leo. Shall allow the light. Kwamba utaruhusu mwanga. Jesus Christ. Yesu Kristo. To convey you to the kingdom. Akulete katika ufalme. In this season. Katika harakati hizi za Christmas. We are not celebrating like any other person. Sisi hatusherekei tu kama mtu yeyote yule. We are celebrating this Christmas with revelation. Tunasherekea hii Christmas kwa ufunuo. And understanding. Na kwa ufahamu. Now ladies and gentlemen. Hivyo mabibi na mabwana. Ladies and gentlemen. Mabibi na mabwana. You are seated here. Mmeketi hapa. And you'd like to give your life to this light. Na ungependa kutoa maisha yako kwa huu mwanga. You do not want to kill the child. Hautaki kuua mtoto. Because a child has given unto us. Kwa sababu mtoto amepeanwa kwetu. You can do with it whatever you want to do. Unaweza kufanya chochote unachotaka na him what you want to do with him. Unaweza kufanya chochote utakacho na yeye. Something that you have been given. Kitu ambacho umepewa. You can do with it whatever you want to do with it. Unaweza ukaamua kufanya chochote unachotaka na yeye. Now search your heart. Kwa hivyo pekue katika moyo wako. Search your heart today.
Jitafute katika huo moyo wako. And ask yourself. Na ujiulize. Am I like Herod? Je, mimi ni kama Herode? Who really wanted to kill baby Jesus? Ambaye alitaka kumuua Yesu. Am I going to treasure him in my life? Je, nitamdhamini katika maisha yangu? In other words, I'm saying if you are not born again. Kwa maneno mengine ninasema kama hujaokoka. If you have never or you were born again at one time and you backslid. Kama haujawahi kuokoka ama uliokoka na wakati fulani ukarudi nyuma. This is your chance. Huu ni wakati wako. I want us to pray with you. Ningependa kuomba na wewe. As I conclude. Inua mkono wako. We have somebody like that. Je, kuna mtu wa aina hiyo? Who want to be born again. Ambaye anataka kutoa maisha yake kuokoka. That I want to walk in light. Ambaye anasema nataka kutembea katika mwanga. Amen. We have somebody like that. Amen. Amen. Je, kuna yote? As we sing that song. Tusimame tuabudu Bwana. Yes, Lord. Mtakatifu, mtakatifu.